Hebu kibibi. Kwani vipi? Ya dada, ungejua mimi alionikuta. Ya dada, mimi leo nusu nife hivi libaki. Ulitaka ugongwe na gari? Sio kugongwa na gari. Kama mambo ya mjini ndo haya. Ya mimi naomba nirudi nyumbani. Kwani tatizo ni nini? Ulivyonituma nilipotoka hapa. Mimi nimeamba kwa wakala vizuri tu. Nilipofika kwa wakala mimi pale nikatoa hela. Wakati narudi sasa, nimepita hizo njia za hapo katikati. Ghafla tu nikaisi mtu kanishika bega. Nilipogeuka nyuma tu, mtu kanishika shingo. Hata si walikuwa hao wawili, hata siwajui. Wakaanza kuniambia sijui toa ulicho nacho, sijui tutakuua, sijui nini. Mimi ngambia mimi sina kitu. Kwa hizo hela wameziiba. Kwa dada, ni wanawaza hela tu kusua wangu mimi uwazi. Kwani wamekuumiza? Dada, si nimekuambia walishika shingo. Wewe maskini wewe, wamekuumiza mpaka wamekutoa alama. Pole mdogo wangu. Ila dada, hata hivyo nashukuru. Kwa bahati nzuri kuna mkaka alitokea wakawa amenisaidia. Afadhali. Basi naye hata sijui ingekuaje. Maskini, pole. Yaani dada, ni kama vile bahati tu zile sikushika mkononi. Yaani hilo ndio jambo la maana. Na mimi nikajua ashabeba na pesa zote. Bora hata vilivyonusulika hivi Vicente. Unajua ndo vakula usiku. Simu hii. Mshika hii hapa, nenda kanunue panado. Maana si unaona jinsi ulivyoumia hivi. Upate tu ya kunywa tu mradi maumivu yapoe. Sawa dada. Pole mdogo wangu. Asante. Ila lakini wewe mwangalifu. Yaani unapopita barabarani ukiona kundi la watu linakufuata tu, wewe badilisha njia. Jifanye kama umesahau, badilisha njia. Bila hivyo atakuwa anakukaba kila siku. Sawa. Yaani huo ndio mji wetu mdogo wangu. Hebu nenda ndani ukapumzike. Dada wewe samani. Naomba nikuulize. Hamna shida, uliza tu. Jina lako nani kwanza? Naitwa Tina. Basi mimi naitwa Tatu. Nashukuru kufahamu. Na umetokea wapi labda? Mimi nimetokea kijiji cha Mbuni. Kwa hiyo huku nimekuja kumsalimia dada yangu tu. Kwa hiyo baada ya muda nitarudi nyumbani. Na vipi yule dada yako kabisa au? Ndiyo, yule ni dada yangu kabisa na nimezaliwa naye tumbo moja. Basi sawa, na pia kukufahamu. Nashukuru pia kukufahamu.
Sema nini ujue? Mimi bwana kuna kitu bingu kwambia. Kitu gani tena kwa kaka? Kiufupi siko sawa. Nini tena kaka, tatizo? Ni kuhusu shemeji yako. Shemeji yangu Tatiana. Kafanyaje tena? Yaani kiufupi ameniacha. Kaka bwana acha masiala. Sasa mbona imekuwa ghafla hivyo? Tatizo nini? Yaani nimejaribu kumuuliza tatizo ni nini, hata kuniambia. Unajua ni bora mtu akikuacha akwambie kosa lako ili ujirekebishe sehemu nyingine. Lakini yule amejaribu kuongea naye amekataa kabisa kuniambia kosa langu ni nini. Na yani akanimwaga. Kanimwaga yani kanimimina. Kiufupi yani. Na ndio kitu ambacho mimi kinaniumiza kichwa hata ile siku niuliza. Nikashindwa kujibu. Lakini kiukweli Tatiana amenichanganya sana. Ndio maana unaona kako siko sawa. Ni kweli kaka yangu, maana hizo siku 2-3 unaona uko sawa kabisa. Sasa mbona imekuwa ghafla hivyo? Yaani umenisurprise kiukweli jinsi unavyompenda Tatiana. Na Tatiana pia jinsi anavyokupenda, mlivyokuwa mnapendana. Sasa imekuwaje ghafla amesema hakutaki? Mimi sababu sijui. Yeye ndo kachukua maamuzi yake. Kwa hata kosa ulijui. Yaani kiukweli mwenyewe nimejaribu kumuuliza. Nimemkosea nini haniambii. Nimejaribu kumuuliza kabisa nimemkosea nini haniambii. Yaani bora mtu akuache lakini akwambie umekosea wapi ili ujirekebishe ukienda kwenye mahusiano mengine usirudie kosa ambalo umefanya kwa mtu aliyopita. Ndio maana umuone siku hizi nyumbani haji. Hilo nalo neno maana sijamuona muda. Yaani kiukweli isingekuwa ujenzi. Mimi ningeenda Tanga kupumzika kidogo, nitulize akili yangu. Pole sana kakaangu. Ila mimi ninachokushauri piga moyo konde. Usijali kwa sababu hayo ni mapito tu. Sawa kakaangu, utakuwa sawa tu. Lakini si rahisi. Mdogo wangu utayakuta. Hamna kitu kinauma kama kuachwa kwenye mahusiano. Inauma sana, lakini mimi namwachia Mungu anipe nguvu. Sasa umesikia kaka? Mimi hapo cha kukushauri kitu kimoja. Wenda tu amebadilika kwa kawaida tu. Wewe endelea kumsisitizia, endelea kumfuatilia bwana. Mbona kama kukupenda mwanzo alikuwa anaonyesha anakupenda? Aseweje ghafla aseme kwamba hakutaki. Wewe sengine anakuchallenge tu. Yaani hata sijategemea Tatiana jinsi alivyokuwa anakupenda. Sawa kakaangu, hilo usijali. Ndio maana nilikwambia isingekuwa ujenzi. Bora ningeenda kijini kapumzisha akili yangu. Tanga kabisa. Yaani kiukweli siko sawa mdogo wangu. Kwa hiyo nikaamua nikwambie kwa sababu ni ndugu yangu, ni mdogo wangu, kwa hiyo lazima nikwambie ukweli. Kiufupi yani Mungu tu anisaidie. Sawa kaka, basi jitahidi uwe sawa. Maana ndio maana naona siku hizi 2-3 sikuelewi. Sio mpaka nimepungua. Basi jitahidi bwana kwa sawa, hayo ni mapito tu. Yatafanyaje yatapita. Sawa. Lakini si kirahisi kwa mtu ambaye hivi kati ya Justini na Tatiana. Mahusiano yapo sawa lakini sipo katika mahusiano ya kawaida. Ndio, kwani kuna tatizo? Pazuri hapo sasa. Jana tunakula bata kati kawaida yetu. Kama kawaida yenu na wajua kula bata nyani na wajua kabla hata kutambulisha. Tunakubali hapo tu. Oya mshamsha. Katika angalia. Nikaangalia pembeni kidogo. Kijichongozi. Sasa kamkuta Tatiana kinafanya gode. Kweli mwanangu. Mademu. Mwalimu wangu kipofu kweli mwanangu haoni mwanangu. Yule fasago ndio pale juu. Sasa sijui kwa ajili ya vikoche vyake vile vya magari vile sijui nakuaje mwanangu. Usiseme hivyo ndugu yangu Nyanyela, sio kueche zile. Unajua wenyewe wanadharau sana. Hata baskeli yana. Yaani ile macho nganga. Unaona babu? Sasa mimi nikajiuliza, iweje Tatiana tunafanya gode? Justini vipi? Kuja kutupa jicho pembeni huku. Baba. Tatiana kweli mwanangu. Ngoja nikuonyeshe mwanangu wewe nini mwanangu, angalia watu walivyokuwa nakula bata baba mimi vitu yote nisho rekodi mwanangu. Nikasema itulia kwanza tufikishe ujumbe wewe. Angalia baba. Umeona kazi hiyo? Tatiana amefikia kabisa. Hebu angalia eti. Angalia. Basi natosha. Kisa nini? Mwanangu mimi leo niuma. Na wajua kwa mlitaka kuanzisha vurugu. Yaani mimi mwanangu si mlembi mtu. Baba si mlembi mtu mimi. Yaani afadhali kabisa mjianzisha. Maana nyinyi vurugu lenu unalijua. Mwanangu jamaa. Jamaa na asila nikamkam. Yaani nataka mlukie mwanangu ngambia tulia. Nini tatizo? Au kwa sababu fata gode ni magari nini? Tuje kuana ni sio. Unajua nini? Mimi nacheka kama mazuri lakini
sio mazuri. Na mimi nilizani kwamba yeye Justini ndo atamuoa Tatiana, atakuwa shemeji yetu kabisa kabisa. Lakini cha kushangaza, Tatiana sasa hivi hamtaki kabisa kaka. Hakuna mtu akuolewa pale baba, bata kama zile ataolewa nani babu? Mimi nikaamua tupoa. Siwe kesi. Lakini sasa Faza Gode, pesa yake na magari yake na nyumba yake nzuri. Hii sio tatizo la kutonyesha si watu wale chini bwana. Pesa lina nafasi. Kama ina nafasi kwa nini sasa kwa nini Faza Gode anajua Faza Gode kabisa. Kama Justini na Tatiana, yani pete na kidole. Kitambo tu. Kwa nini anafanya hivi? Nakwambia kitu kimoja kaka Kibe. Nahisi ni ushawishi tu. Si unajua wanawake akili zao, labda Faza Gode anavona yale magari yake mawili yale nini anapopaki nyumbani, kidogo nyumba yake nzuri nini magari. Labda amemchanganya tu. Kakangu Justini hata baskeli hana. Baba wewe, magari yako wapi vilikweche vile tuna wewe mwanangu, hata mwenyewe anamchinda hela mwanangu, unahitaji hela. Unajua Seminoti. Wewe vitu gani vile vya kumbabaisha paka mwanamke wa mtu unamteka mwanamke wa mtu wakati anajua kabisa ni wa mshikaji tu yani, hebu fikiria. Alafu unamchukua demu wa mshikaji tunaenda kula naye bata. Hivi na kuingia akilini kabisa, unajua kabisa huyu demu wa mtu mwanangu. Na kuingia akilini kweli? Kwa sababu yule mshikaji anatumia mkwala, pesa yenyewe hana. Yaani anachotumia mkwala, yani pesa hana, nguvu hana. Yaani sijui anacholingia ni nini yani. Mimi namaliza yashashi hapa. Ile tunaomba kitu kimoja. Hebu jaribu kukaa na Justini. Akwambie jinsi ilivyo, nini tatizo? Nini tatizo Yani, alafu kuna ile muda una hen. Sema wanawake sio watu wazuri. Yaani jinsi kakangu Justini alivyokuwa anampenda Tatiana. Mimi yake ya Mungu Kibe. Bana Mahela nyao. Mimi siamini kama angemwacha kisa Faza Gode. Kumbe Faza Gode ndo amemshikia akili Tatiana. Hilo nalo neno. Kwa mimi nawashauri kitu kimoja tu kaka zangu. Mimi bado sijaingia ndani sana kwa na mahusiano. Si unajua bado. Lakini kwenu nyinyi hata wanawake mtakao wachagua, hakikisheni wanawake wazuri. Yaani wana akili timamu ambao hawana tamaa kama shemeji Tatiana. Eti mimi sawa eti demu wangu naletea kama zile pale. Baba mimi ndo miela. Utamnyonyoa. Sasa sikilizeni nikwambieni kitu kimoja. Sawa, ni kitu hiki kimoja. Yule pale Tatiana sasa hivi sio shemeji yetu. Kwa mtakamkuta popo. Ndio hivyo, amtaki kabisa kata kakangu Justini kamkataa. Ati? Amtaki. Alafu sasa bila sababu yoyote. Labda unajua mtu anavyokuacha bora akwambie bwana mimi sikutaki kisa labda hivi na hivi unitimizii mahitaji yangu. Na pia tuangalie basi na watu ambao kuwa nao katika mahusiano. Hilo nalo neno. Hilo ndio ile kitambi basi ukalizika. Si kila mwenye kitambi bosi, mwenye kitambi cha minyoo. Nipe tano. Bwana sio ina shida. Poa. Mwanangu wewe. Lakini usikonde mwanangu. Haina shida ndugu yangu. Usikonde mwanangu. Pamoja hapo ponda moyo. Bausi mwanangu. Pamoja sana ndugu zangu. Pamoja mwanangu. Safi. Mzima. Uko poa? Poa. Sura yako sio ngeni. Si unakumbuka vizuri?